ufalme wako wa haki na amani ufike kwetu. Tumsifu Yesu Kristo. Maandiko matakatifu asubuhi ya leo, kitabu cha Mwanzo. Tunasikia kuhusu Yakobo na wale wanawake 12, na katika Injili tunasikia ukoo wa Yesu mwana wa Daudi. Kwa nini maandiko haya matakatifu yanaashiria lengo moja? Ya kwanza, katika kitabu cha Mwanzo ambacho tunasikia kuhusu Yakobo na wanawake, anawaita wanawake na anahakikisha kwamba uongozi bakora haitatoka kwa mwanawe ambaye anaitwa Yuda, kwamba uongozi wa ukoo wa Daudi, ukoo wa Yakobo, utaendelezwa na mwanawe anayeitwa Yuda. Na katika Injili tunasikia ukoo wa Daudi ambaye Yesu anazaliwa katika ukoo huo. Vizazi 14 kabla ya uhamishoni, vizazi 14 baada ya uhamishoni. Labda tumesoma sana Injili hii ya Mathayo, ukoo wa Bwana wetu Yesu Kristo ama genealogy, lakini hatujawahi fahamu maana yake ni nini. Katika Mathayo hiyo sura ya kwanza kuna mambo yanayojitokeza. Ya kwanza ni kwamba katika historia hiyo wanawake 4 wanatajwa. Wanawake 4 wanatajwa: Ruth mke wa Uria, na Mariamu na yule wa kwanza. Hao wote 4 wanatoka katika ukoo mwingine, na jinsi wanavyotoka katika ukoo mwingine, wanapoingia katika ukoo wa Daudi, tunaona kwamba wanalete mabadiliko. Kwa mfano, mke wa Uria alizaa Sulemani. Sulemani alikuwa ni kiongozi ambaye aliomba hekima kutoka kwa Mungu na akamjengea Mwenyezi Mungu nyumba. Mariamu anatoka katika ukoo mwingine, na tunaona katika Injili tunaposikia zaidi, tunasikia Yosefu alitaka kumuondokea kwa sababu alitambua kwamba ni mjamzito na anajua kwamba hakushiriki naye katika tendo la ndoa na ni mjamzito. Anataka kuondoka kutoa aibu, lakini malaika anamwambia usiondoke. Hicho kilicho katika tumbo ya Bikira Maria ni kitakatifu. Ukoo unadhihirisha mahali ambapo wokovu wetu umetoka. Kwa sababu ukoo hata kwa desturi yetu wa Afrika ni muhimu. Huyu anatoka ukoo gani? Ama sivyo? Sivyo? Mimi mahali natoka, kijana akitaka kuoa lazima anaulizwa huyu msichana anatoka ukoo gani? Ukoo huo hatuoi. Hatuwezi oa kutoka ukoo huo. Ukoo huo ni ndugu zetu, ni damu moja, hatuoi kutoka kule. Na hivyo basi pia mwinjilisi Mathayo alitaka kudhihirisha kwamba ukoo wa Yesu Kristo ni ukoo wa ufalme. Ndiyo maana Yesu anaitwa mkombozi, ukoo wa ufalme. Naye Yakobo anaendeleza ukoo wake kwa kumpa mtoto wake Yuda bakora ya uongozi. Leo tunaalikwa kutafakari zaidi kuhusu ukombozi wetu na mahali ambapo umetoka.
kwa sababu mzaburi anatuhakikishia kwamba ufalme wako ni wa haki na amani, na tafadhali uweze kufika kwetu. Hiyo ufalme wa haki na amani ambayo tunatamania iweze kufika kwetu. Tumeanza novena ya kipindi cha Noeli, ambapo zaidi tunatafakari ili mtoto Yesu azaliwe katika nyoyo zetu zilizotakatifuzwa, zilizokuwa tayari. Tuandae roho zetu, tuandae maisha yetu, mtoto Yesu azaliwe mahali patakatifu. Tumsifu Yesu Kristo.